Naam, habari na karibu kwenye tutorial ya Minipost. Smart Biashara Minipost ni app nzuri sana kwa wewe mfanyabiashara mdogo, na hii ni tutorial fupi itakayokuelekeza namna gani ya kuanza kutumia system na namna gani wewe kama mfanyabiashara inaweza ikakurahisishia sana kwenye kutatua swala la kufunga hesabu, kujua mzigo umebaki kiasi gani, kujua na mzigo wa thamani kiasi gani, kujua faida ulizoingiza na mengineo mengi. Sasa kwa kuanza, download application ya Smart Biashara Minipost kama una iOS au iPhone, au kama una Android, simu yoyote Android unaweza ukasearch Smart Biashara Minipost au Minipost, utaikuta ikiwa na logo nyekundu. Kwa hiyo ukisha download hiyo application itakuwa hivi. Kwa hiyo hii ni application, yani maelezo ya kwanza unayoyaona hapo, sikuchanganya. Utascroll tu, utaweza kuyasoma. Ukipata muda wako utasoma vizuri, ukimaliza uta-click next. Ukisha click next, kwa wale watu ambao wana account tayari wanaweza kuweka email na password yao, ila kwa sisi ambao ndo tunaanza tuta-click hapa kwenye sign up. Sign up maana yake ni kuanza kuregister account. Kwa uta-click sign up, afu ukisha sign up utapangiwa andike full name yako. Utaandika full name yako hapa, utaandika email yako hapa, na utaandika password ambayo utaitumia kwenye login kwenye account yako. Ukimaliza utaselect sign up. Ukisha sign up utaenda kwenye email yako, utapewa OTP. Hiyo OTP namba utaiandika, alafu uta create account. Sema mimi kwa sababu tayari na account sina haja ya kuitengeneza tena, naingia moja kwa moja kwenye account yangu ambayo nimesajili, ambayo nitakuja kwenye sign in hapa. Kwa hiyo already hapa na account na sign in, halafu naweka taarifa zangu. Nishaingiza taarifa zangu, nimeweka email yangu na password yangu, na account yangu imefunguka kama hivi. Hii ndio Minipost, na hivi ndio vitu ambavyo vipo ndani ya Minipost. Jinsi ninavyozidi scroll kulia ndo jinsi ninavyozidi kupata features mbalimbali. Huko ni kushoto na vitu mbalimbali ambavyo ni hivi hapa chini. Naweza nikaamua nibonyeze kama hivi, nabonyeza report, nabonyeza setting. Ka system kazuri sana ambako unaweza ukakutumia kufuatilia mwenendo wa biashara yako bila matatizo yote. Ni system simple na hautaumiza sana kichwa kama system nyingine. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha msingi ambacho mtataka mkijue ni namna ya kuongeza bidhaa. Kitu cha pili ni namna ya kufanya mauzo. Kitu cha tatu ni namna ya kufanya manunuzi, na kitu cha nne ni namna ya kurekodi matumizi. Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo system itakusaidia kwenye kufanya mahesabu ya kujua fedha yako inaendaje, na umeingiza faida kiasi gani, na umebakia na mzigo kiasi gani, mzigo gani unakaribia ku expire na kadhalika. So hivi vitu vya hapa juu ni vitu vyote ambavyo nitaelekeza. Sale, nitaelekeza parties kuhusu wa customers na supplier, manake wateja na watu ambao wanafanya manunuzi kwao. Nitakuelekeza jinsi ya kurekodi manunuzi, jinsi ya kurekodi product, bidhaa, jinsi ya kujua watu gani unawadai, watu gani wanakudai, kufuatilia mzigo utafuatilia hapo kwenye stock list. Ukitaka kujua report utafuatilia hapo. Ukitaka kujua mauzo yako yameendaje utafuatilia kwenye sales list hapo. Ukitaka kujua manunuzi umefanyaje utafuatilia kwenye purchase list. Ukitaka kupata report ya faida na hasara utaenda kwenye loss and profit. Ukitaka kujua income yako ipoje, matumizi expenses ipo hapo. Kama unataka kufuatilia mambo hii utafuatilia hapo. Na custom print kwa wale watu ambao wanataka kuprint receipt, unaweza ukatumia hii application ukaprint receipt zako kwenye printer kadogo kale ka Bluetooth, na ukaprint bidhaa zako vizuri. So kitu cha kwanza ambacho tutaanza ni jinsi ya kuweka product au bidhaa. Na pia nipende kwa taarifa kwa wale watu wenzangu ambao Kiingereza bado hakijakaa vizuri, tunaweza tukabadilisha lugha. Kaja hapo kwenye setting hapa kushoto, click setting, utakutana na sehemu imeandika hapa, hii hapa select your language. Click select your language, ukatafuta lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nashuka natafuta Swahili hapa, nimeipata Swahili. Click Swahili, save. Unaona vitu vinakuwa katika Kiswahili. Mauzo, vipande, ununuzi, bidhaa, orodha, deni,
orodha, hisa na kadhalika. Sasa mimi nitaenda moja kwa moja kwenye Kiingereza, but ukiona kama lugha ni gongano basi unaweza ukarudi kwenye Kiswahili. So nitakuja kwenye Kiingereza kwa sababu vitu ni vile vile. Sasa tutaanza hatua ya kwanza ni kuweka bidhaa. Kwa hiyo utaklik hapo kwenye product. Kwenye product, hii ni list ya product zangu vizuri kabisa kama ulivyoviona nimewekea na picha. Hii ni list ya product zangu. Sasa nawe itabidi uweke product zako. Kwa hiyo kitu cha kwanza utaklik kijumlisha kiko hapa chini kulia. Ukisha select utakuja sehemu kama hiyo. Kwa hiyo fuata step by step jinsi ninavyo add product. Cha kwanza nitaenter product name, nitaweka jina la bidhaa. Nitaweka jina la bidhaa labda miwani, utaweka bidhaa yako miwani, naweka jina la miwani. Category una click hapa. Unaweza category hiyo bidhaa miwani ipo kwenye kundi gani? Je, ni dawa za wadudu, ni pharmacy, ni spare, ni saluni, ni clothing, ni nini? Mimi miwani ipo kwenye upande wa clothing, kwa hiyo nitaklik clothing. Ila kwa wewe hautaona chochote hapa. Kwa hiyo kama hautaona utabonyeza kile cha kujumlisha hiki hapa. Utabonyeza hapo kujumlisha na unaweka jina la kundi la hiyo bidhaa yako. Kama hiyo bidhaa yako ipo labda kwenye kundi la vitu vya pharmacy basi unaweka pharmacy. Kama bidhaa yako ipo kwenye kundi la vitu vya hardware utaweka hardware. Kama bidhaa yako ipo kwenye kundi la spare basi utaweka spare. Kama hiyo bidhaa ipo labda kwenye kundi la kitu fulani basi unaweka kitu fulani. Kwa hiyo kama hiyo bidhaa ipo kwenye kundi labda la clothing, mambo ya nguo, basi naweka clothing. Kwa hiyo na click hapo, naandika clothing, alafu nita save. Na pia inaweza kategemea hiyo clothing inatofautishwa na nini, labda size, color, uzito, capacity, ukubwa au type unatiki. Sawa? Sasa kwa sababu ni clothing nitaweka tu clothing idiwe simple kwa upande wangu. Alafu nitoka hapo nita save. Ila kwa sababu nishaitengeneza yangu ni hii hapa clothing hapa. Kwa hiyo nita click labda clothing. Kwa hiyo nikiclick clothing maana yake nishaweka jina la bidhaa, nishaweka category. Pia itaniambia brand, kama unataka weke brand, hiyo ni brand gani? Basi kama utataka una click hapo brand, mimi na brand baadhi hapa ya vitu, labda useme hiyo miwani labda ni ya LV, ona kuja kuadi hapo naandika labda LV. Wewe utaandika brand husika, sawa? Kwa nikiandika LV maana yake nimeongeza list ya brand zangu mbalimbali. Kutia hapo na kuwa na list ya brand mbalimbali, kwa mfano kuna HP, kuna Azam, kuna Coca-Cola. Hizo ni kampuni ambazo zinatengeneza hiyo miwani. Kwa hiyo kwa mfano mimi kampuni ya miwani ni LV. Kwa hiyo labda na bidhaa inafanya inaitwa miwani, utaweka bidhaa yako ipo kwenye kundi gani, labda ni kundi la bidhaa za nguo clothing, na kampuni gani imetengeneza hiyo miwani ni LV. Ushajaza kitu cha tatu. Kitu cha nne ni product code. Sasa product code ni zile barcode. Unakuta kuna bidhaa ambazo zina zile barcode. Zile barcode, kama una barcode yako scanner, unaweza ukaklik hapa ukascan. Ila pia kama hiyo bidhaa ina barcode, unaweza ukaklik hapa. Ukiklik hapa utaelekezea kamera, itafunguka sehemu ya kamera. Uta allow while using app. Nimeficha hapa, itafunguka sehemu ya kamera. Ikifunguka sehemu ya kamera utascan hiyo bidhaa yake, alafu itaji andika kwenye bidhaa automatic. Ila kama bidhaa haina barcode haina. Sawa? Kwa hiyo ukisha scan vizuri hizo namba zitajiandika hapa. Alafu baadaye ni stock. Hiyo miwani iko mingapi dukani kwako? Labda mimi mfano nasema hiyo miwani ipo 10, naandika 10. Product unit, je, hiyo miwani naiuza kwa unit gani? Unaweza kwa unauza kwa kilo, unauza kwa pieces, unauza kwa bottle, unauza kwa liter, unauza kwa packed, unauza kwa pair, au unauza kwa stripe. Ila mimi labda miwani naiuza kwa pieces. Wewe kama unauza labda kwa boxi au nini, basi unabonyeza kile cha kujumlisha hapa, unatengeneza unit yako. Kama mimi niteza unit ya pieces, kwa hiyo ipo. Kama unauza hiyo bidhaa yako kwa labda kwa kilo, unaandika kg. So kwa mfano kama unauza kwa box, basi unaandika hapa kwa box kama hivyo, una save. Ukisave maana yake unit zako hapa listi inaongezeka. Sasa mimi nauza kwa pieces. Kwa hiyo na click pieces ambayo nitengeneza hivyo. Tayari nishaitengeneza hiyo. Kama kuna VAT basi utaweka hapo VAT. Kama ni 18% utaiselect, ila mimi kwa sababu ina VAT ina shida. Kwa hiyo kama ina VAT hizi sehemu mbili nazi skip, naziruka.
Kwa hiyo hapa inaniambia niita purchase price. Je, nanunua hiyo miwani kwa shilingi ngapi? Mfano hiyo miwani ninanunua kwa shilingi 3,000. Sawa? Kwa hiyo inajiandika sehemu hii na hii hapa, sawa? Alafu nataka nipate labda 25% ya faida. Kwa hiyo kwenye profit margin hapa naandika nataka nipate 25% ya bei ya miwani. Sawa, kwa hiyo nikitaka nipate faida ya 25% ya 3,000, maana itabidi niuze 3,750. Ana ilipi? Aba niuze kwa 50%. 50% ya faida hiyo miwani inabidi niuze kwa shilingi 4,500. Hivyo ndo njia ya kuweza kutengeneza bei kama unataka upate faida kulingana na bei uliyonunulia. Sasa kwa mfano kama mimi labda sitaki kutengeneza bei kwa kutumia profit margin, nataka nitengeneze tu bei yangu kihalisia. Kwamba hiyo bidhaa na inunua kwa shilingi 3,000, nataka niuze kwa shilingi 5,000. Unaandika 5,000. Kwa hiyo ili nikiuza kwa 5,000 maana yake nitakuwa napata faida ya 66% ya ile 3,000. Kama hapo alivyoandika ya hii 3,000, kwa sababu nitakuwa naiuza kwa shilingi 500 ila nainunua kwa shilingi 300. Hii wholesale ni bei ya jumla. Bei ya jumla, kwa wale anauza kwa bei ya jumla anaweza akaamua labda auze kwa shilingi 4,000. Sawa? Na kama una bei ya dealer, yani bei ya yule muuzaji mwenzako, unaweza kumuuzia 3,500. Sawa? Ila kama hauna vyote hivi, sio lazima uviweke, unaweza ukaviskip. Aya, low stock ni low stock ni kwamba mimi sasa hivi dukani kwangu nina bidhaa 10. Sawa? Na hiyo bidhaa ambayo nimeitengeneza 10. Kwa hiyo nataka kila ikifika hizo bidhaa zifika 3. Sawa, zikifika 3 inipe notification. Kwa hiyo naifanya hivyo, sawa? Au kusema ikifika 5 nipate notification ya hiyo miwani. Sawa? Alafu kama bidhaa hiyo ina expire, basi unaweza ukaweka expiry date hapa. Manufacturing hii haina shida, unaweza ukaweka labda kama imetengenezwa na kampuni ya LV Tanzania, unaweza ukairuka. Kama una picha, basi itakuwa vizuri zaidi kwenye account yako kupendeza. Una click tu hapa, kidude hiki hapa, ukitaka upige picha utapiga picha, au kama unao kwenye gallery utaichagua kwenye gallery, utaiweka vizuri, alafu uta save and publish. Ukisha save kama hivyo, mimi miwani shaka zipo 10 na nauza kwa shilingi 5,000. Kwa hiyo unakuwa na listi nzuri ya bidhaa zangu ikiwemo na idadi na bei ya kuuzia. Hiyo ndio njia rahisi kabisa ya kuweza kuweka bidhaa. Na hatua ya pili ni jinsi ya kuuza bidhaa. Mfano ushaweka, hii ni product list yangu, ushaweka product zako zote hapa. Hasa unataka uanze kuuza, sawa? Kwa hiyo ukitaka kuuza una click hapo kwenye sehemu ya sell, sawa? Sema kabla hujaanza kuuza, kuna kitu ambacho kinawachanganya watu wengi sana. Uje kwenye setting kwanza. Hii ni ushauri tu wa bure ambao itakusaidia sana kwenye kurahisishia mauzo. Ukija kwenye setting hapa, kuna sehemu imeandika payment type hapa chini hapa. Kwenye hii payment type unachagua njia za malipo. Unapokea malipo kwa njia gani? Sawa, unaweza ukapokea malipo kwa njia ya cash, kwa fedha taslim ya mkononi, au unaweza ukawa unapokea kwa lipa namba, au unaweza ukapokea kwa benki. Kwa kama unapokea labda kwa cash, basi una click payment type. Kama mimi nishatengeneza hapa kwamba napokea kwa cash au napokea kwa mobile money. Unaweza pia labda ukasema leo pia napokea kwa benki. Kwa hiyo una click kidole cha kujumlisha kama kawaida, una click kidole cha kujumlisha hapo, unaandika bank. Sawa, kwamba unapokea kwa bank, alafu una save. Ukisave, kwa hiyo sasa hivi mfumo unatambua kwamba unapokea kwa cash, kwa mobile money au kwa bank. Kwa kama una cash, basi tengeneze hapo ili upate hiyo payment type. Na pia kwa wale ambao wanataka print invoice, unaweza ukaklik hapa print invoice. Sawa, hapo unaweza ukaedit. Sawa, kwamba hapo utaweka logo yako, hapo utaweka jina la kampuni, hapo utaweka namba ya simu, hapo utaweka location. Sawa, ukishaweka hivyo malaki ukiprint hivi vitu vitatu vitakuwepo, then utaklik continue, inasema data saved successful. Sasa tuende kufanya mauzo. Unakuja kwenye home hapa kushoto chini, home, click, unakuja hapa kwenye sell. Twende tukauze ile miwani ambayo tumeitengeneza. Sasa wewe hapa kwenye system yako atakuandikia hapa walk-in customer. Ukiklik walk-in customer itakulazimisha uandike namba yake ya simu. Kwa hiyo kama wewe na wewe mteja na una namba yake ya simu, basi unaweza ukaiweka.
ila hiyo inaweza kuwa ni usumbufu kwa baadhi ya wateja wengine, wauzaji wengine. Kwa hiyo njia sahihi ni ya wewe kutengeneza mteja mmoja ambaye atawakilisha wote, ili usio unahangaika kwa kuandika namba za simu. Kwa cha kufanya, utakuja hapa, utaklik hapa kidole cha kujumlisha. Kisha click kidole cha kujumlisha, kwa sababu mfumo wetu unatumiwa na watu wengi nchini, basi utakuja kuclick hiki hapa phone number. Utaklik hapa phone number, utasearch labda mteja labda ni wa Tanzania, utasearch tu hapa Tanzania, utaklik. Sawa? Alafu utatengeneza namba yoyote tu ambayo ni random, labda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sawa? Alafu hapo utaandika labda mteja. Sawa? Tunaandika hivi ili tusiwe tunahangaika kuandika namba ya simu muda wote. Kwa tunamtengeneza tu moja kwa moja ambaye tutakuwa tunamtumia huyo kwenye kurekodi mauzo na kujua tumeingiza fedha kiasi gani na tuwafikia order kiasi gani kutoka kwa mteja. Kwa unaweza kaandika mteja, ukaandika wateja, au kaandika labda walking customer kama hivyo, vizuri kabisa. Huyo ni retail, anaweza kuwa retail, anaweza kuwa dealer, anaweza kuwa wholesaler, au anaweza kuwa supplier. Ukiweka dealer atakuja kupata bei za dealer kama tulivyoweka kule kwenye product. Ukiweka wholesaler atakuwa anapata bei za watu wa jumla. Ukiweka supplier itakuwa anaonekana kama huyu walking customer sio mteja tena, huyu ni vendor au ni mtu ambaye tunanunua bidhaa kutoka kwake. Kwa hiyo kama mimi, kwa sababu nishamsave walking customer wangu, nikienda back na kukuta hapa na walking customer na mteja, huyu ni retailer. Kwa hiyo utatengeneza hapo. Kwa hiyo ukishamaliza kumtengeneza huyu mteja wako au walking customer, utaklik mteja. Umeona hapa sina haja tena kwanza kuandika namba ya simu, kwa sababu mteja tayari nishamsave na namba yake ya simu. Sasa ukishamaliza unakuja ku add item ambazo huyo mtu anahitaji. Tuseme labda huyo mteja anataka miwani hapa. Kwa na click miwani ambayo tumeitengeneza. Je, anataka miwani mingapi? Anataka labda miwani 4. Sawa? Au tuseme 5. Sawa? Anataka miwani 5. Anataka na nini tena? Anataka labda na wigi. Sawa, wigi stock ziko 7 sasa hivi, system inaniambia anauza kwa shilingi 35. Basi nabonyeza hapo pap. Anataka wigi ngapi? Labda 2. Okay, labda kaje pia si wigi tu, anataka labda na jeans. Hapa jeans na namba zipo 11, nauza kwa shilingi 15. Na click ya. Kwa hiyo unaandika bidhaa zote ambazo mteja anahitaji. Labda akataka na soda, una click hapo soda. Alafu nikishuka chini na niambia huyo mteja inabidi alipe shilingi 11,600. Kwa hiyo unaongea na mteja wako na bwana mteja inabidi kwa hivi tulipovihitaji jumla ya shilingi 11,600. Baadaye akasema okay, labda nifanyie ka discount. Basi haina shida, wataka discount ya shilingi ngapi? Labda ukamwambia umfanyie discount ya 600. Kwa hiyo unaandika tu hapa 600 pap. Ukiandika 600 ila inapungua. Umeona hapa imepungua. Baada ya 11,600 imekuwa shilingi hii ni 1,600 samani. Nimempunguzia 600, kwa inabidi alipe 1,10,000. Sawa? Kwa hiyo 1,10,600. Okay, katokea sema okay, pia nifanyie labda na delivery. Okay, delivery shingapi? Labda delivery 5,000 labda. Kwa hiyo manake hela yake kule inaongezeka, kwa inabidi alipe 1,15,000 kama hiyo. Kwa hiyo kwa sababu na delivery imeongezeka. Kwa hiyo vitu sio lazima kuviweka, ila ikitokea scenario na kuelekeza unaweza kuvitumia kwa advantage yako. Okay, sawa. Kwa hiyo mteja labda tuseme amelipa labda 10,10,000. Sawa, na kupa mfano mzuri, kalipa labda 10,10,000. Kwa hiyo naandika hapa hela uliyopokea kwanza. Kalipa 10,10,000, alafu akasema hii 5,000 atamalizia mzigo ukifika. Asema okay, sawa. Ila kama kalipa yote, basi unaandika 1,500,000 yote ili ionekane hana due amount, yani hana deni. Kwa basi tuseme labda kalipa 1,10,000 mfano. Sawa? Haya, kutoka hapo unaandika payment type. Sawa, kalipa kwa njia gani? Kwa benki, kalipa kwa mobile money au kalipa kwa cash, kwa nipo kuonyesha. Tuashumu basi kwa sababu tumefanya delivery labda kalipa kwa simu. Sawa, kwa hiyo inakuwa na save hapo. Kama kuna option nyingine, kuna maelezo, basi unaweza ukaweka. Kama kuna kakitu karisiti kanini, basi unaweza ukakiattach kwa picha hivyo. Ukimaliza una save. Kwa hiyo ukisave manake usha rekodi mauzo yako vizuri kabisa.
una save kama hivyo, inakuja hivi. Kama una ka printer kako mika connect na Bluetooth, basi unaweza kuprint. Kwa hiyo kama invoice yetu inavyosema, invoice yetu inasema hizi bidhaa za shilingi 110,600, tulimpa discount ya 600, tukafanyia shipping 5,000, total amount ni 110,15, ila amelipa 110,000, anadaiwa shilingi 500. Una print hapo. Mimi kwa sababu sija connect na Bluetooth, ila kama printer yangu ime connect na Bluetooth, basi kanaonekana hapo. Kimaliza fresh kabisa unaka print. Ila sasa hivi na cancel. Kwa hiyo maana yake hapo nishafanya mauzo. Kama kawaida yule mteja wetu inatuonyesha kama tunamdai shilingi 5,000, sawa. Kwa hiyo hapa utakuwa umeteza list ya wateja wengi sana. Hapa namteza mteja mmoja. Ila cha kushauri ni bure, kwamba kama mtu utamuuzia bidhaa alafu ataahidi kulipa baadaye, basi ni vizuri ukaadi customer, ukaweka namba yake ya simu halisia, ukaweka na jina lake la uhalisia ili ujue ni mtu gani unamdai. Ila wateja wakuja na kuondoka, usipende kwa rekodi kwa general kama hivi mteja. Wewe weka tu jina lake, kama ni Juma, kama ni Hamisi, weka namba yake ya simu, alafu muuzie kwa mkopo. Ila kama hao ambao wanalipa kamili, wateja wakuja na kuondoka, basi walipela kamili ili usibaki na taarifa ya deni, kwa sababu kama hapa inaonekana na deni, ile mteja sijui ni nani. Ila kama ningekuwa nimesave jina lake, basi ningemuuzia kwa jina lake. Hiyo ndio njia nzuri sana ya kutumia mifumo kwenye kusaidia ku monitor madeni, nani anamdai. Sasa tuashumu huyu mteja akaja kulipa. Tunaenda back, tunaenda home, unaisema umeandika due list. Tukienda kwenye due list na kwa bwana kuna mtu anaitwa mteja, ni retail, anadaiwa. Sawa, kwa na click pale, tuseme ashamaliza kulipa hiyo 5,000. Kwa na click hapa naandika mteja, select invoice. Invoice yake ilikuwa namba 19, anadaiwa 5,000. Unaandika hapa 5,000. Ikiandika 5,000 maana yake ana deni tena. Amelipa kwa njia gani? Tuseme labda amelipa kwa cash na save. Nikisave maana yake sina tena listi ya deni. Hiyo unaweza kumprintia akaondoka nayo au cancel. Kwa hiyo due list yangu imekamilika. Na pia kwa upande wa madeni, kwa mfano nikija kwenye parties hapa, napewa list ya wateja wangu wote ambao ni hapa 3 na ni masupplier wangu. Sasa kuna mteja mmoja huyu hapa, Michael, inaonekana anamdai shilingi 500. Nikimbonyeza huyu Michael, inaniambia kabisa okay, kuna mauzo haya hapa aliyafanya tarehe 4 Juni 2025, invoice number 20, naweza nikamselect. Ikaniambia kabisa mtu anaitwa Michael, namba yake ni hii hapa, alinunua bidhaa miwani moja. Kwa hiyo naweza nikakasem, nikamweza nimpigie, nikibweza call up inakuja namba yake, nampigia. Unaona, simple kabisa. Nikamtumia message na uwezo send message. Inaweza kumtumia message kwa WhatsApp au WhatsApp business au message ya kawaida hivyo. Kama umeandika email yake, basi unaweza ukaklik email ukamtumia email ukamwambia bwana unadaiwa hivyo. Kwa kama kuna wateja wengine ambao unawadai au kuna unadaiwa, basi unaweza ukamonitor, ukawapigia simu, ukawatumia message au ukawatumia email kidijitali kabisa kama hivyo. Nakumbuka kama unavyoona tulivyotengeneza ile miwani, tulisema kwamba mzigo ukikaribia kuisha, system itupe notification kama miwani inakaribia kuisha. Tuliweka miwani 10, afu tukasema ikibaki 5 tupate taarifa. Kwa hiyo nikienda kwenye stock list hapa, inanipa list ya stock zote ambazo ninayo. Ila miwani, kumbuka niliuza 5. Hiyo sasa hivi imebaki 5. System inaisha kekundu hapa. Kwa hiyo maana nyekundu inamaanisha mzigo inabidi uongeze. Nikiklik hapa juu kulia hapa, nataka nijue labda low stock hapa. Hizi low stock maana yake ni list ya bidhaa ambazo itabidi nikaziongeze, yani nikazi purchase ili niongeze stock. Hivyo ndio jinsi ya kufanya ya kuweka bidhaa na kufanya mauzo. Sasa tukafanya manunuzi, kwa sababu mzigo ambao umeweka kwenye system unaweza ukaisha. Kwa hiyo tunakuja kufanya manunuzi. Hii ni all stock. Tunaenda kufanya manunuzi, jinsi ya kuweza kurecord purchase hapa. Purchase tukanunua ile miwani, tuongeze miwani mingine labda 4 mfano. Tumeenda kununua kwa vendor wetu. Sasa hapa na list ya vendors mbalimbali, na huyu supplier ambaye nimemtengeneza, na huyu sarafu, nina HP company nini. Kwa mfano nataka hiyo miwani na nuaga labda kwa mtu anaitwa Hashim, sawa? Na click hapa, naweka labda Hashim mfano. Huyo ni Mtanzania, anaweza akawa ni nchi nyingine.
naandika hapo Hashim namba yake labda ni 06 kama hivyo. Jina lake labda ni Hashim, naandika pale Hashim. Huyu ni supplier, na select hapa kama supplier, alafu na msave. Sawa, nikimsave na kuwa na list ya supplier wangu. Kama huyo supplier huna jina lake, basi unaweza kutengeneza tu kawaida inaitwa supplier. So hiyo miwani nimeenda kununua kwa Hashim. Sawa, kwa Hashim na item ambayo nataka kununua, ambayo ni miwani, na nibia ibaki 5. Kwa na click ile miwani, nikisha click hiyo miwani, nataka ninunue ngapi, labda nataka ninunue labda 4. Sawa, naika quantity. Sawa, inaniambia kabisa kama nataka nibadilishe bei ya kuuzia, basi naweza kubadilisha hapa kwamba ndio nainua kwa shilingi 3000 ila naiuza kwa shilingi 500. Inaweza ka bei imebadilika, sio 3000 tena, labda bei imebadilika, bei hiyo miwani imepanda bei. Nimeuza kwa shilingi 3500. Kwa maana yake na mimi kwenye bei ya kununulia, basi naongeza hapa nabadilisha bei. Sawa, kwa sababu bei zimepanda. Kwa hiyo nabadilisha hapa naongeza 500 kwa kila bei, kwa sababu bei imepanda hapa. Ila kama haijapanda, basi unaweza ukaacha vile vile, au kanunua hivyo alafu ukapandisha utakapopenda, alafu na save. Kwa hiyo hapo, kwa sababu bei imepanda, nanunua kwa shilingi 3500. 3500 mara 4, maana yake itabidi nitoe shilingi 1014. Kwa hiyo nikitoka hapo, naandika amount ambayo nimempa, paid amount, naeka hapo, naandika shilingi 1014 kama hivyo fresh. Nimelipa kwa njia gani, labda kwa cash, alafu na save. Nikisave, maana yake nishafa rekodi manunuzi niliyofanya. Unaweza kuwa unafanya manunuzi labda 1, 2, 3, 4. Kwa hivyo tu unakuja kwa supplier wako yoyote. Mfano labda ninunue kitu kwa supplier, una add hapo, labda nataka ninunue blanket, nataka ninunue labda blanket 2, una save hapo, inaingia. Nataka ninunue labda wigi, labda nataka ninunue labda wigi 3, una save hapo fresh. Nakwambia inabidi ulipe shilingi 195,000. Basi unalipa yote au unalipa nusu, utakuja kuimalizia hata baadaye wewe tu, kulingana na supplier yako umeelewana, umelipa kwa njia gani, kwa cash, unaisave, inakaa vizuri kabisa. Sasa kumbuka tulibaki na miwani 5, tukaongeza tukapurchase, tumenunua miwani mingine 4. Nikaenda hapa kwenye stock list, nikaingia kwenye stock list, unaona hapa miwani imeongezeka. Ilikuwa 5, palikuwa pekundu kabisa, sasa hivi imebaki 9. Kwa hiyo hivyo ni namna system inayofanya kazi kidigitali. Kitu gani kingine sijaonyesha hapa? Parties ni vile vile. Parties hapa inaniambia, inanipa list ya supplier ambao ni hawa hapa supplier wote, ama supplier na hapa ni retailer ni wale watu ambao nawauzia bidhaa. Kwa hiyo naona hapa na mteja na Hashim. Kama kuna mwingine mke, basi unaweza kaadi tu hapa, kama ni customer, kama ni supplier, kama ni dealer, kama ni wholesaler, unaweka namba yake ya simu na jina lake hapo, alafu na msave. Kitu gani kingine sijaonyesha? Ni report. Report. Kwa hiyo hii tutorial inaonyesha namna gani system ndivyo rahisi. Unaweka product, unafanya mauzo, unafanya manunuzi, na unapata report mbalimbali. Sasa tukija kwenye report hapo, na report mbalimbali. Kwa mfano kama sales report. Sales report inanipa kuanzia tarehe 1 Juni hadi tarehe 4 Juni. Na hapo unaweza ukachagua unataka this month ya wewe muda gani. Mfano sema nataka today, kwa na click tu hapa nataka ya leo. Sawa? Ukiklik today inaniambia kabisa kuna mauzo niliyafanya muda fulani hapa, ila kuna mauzo pia niliyafanya haya hapa. Nikiklik hapa inaniambia kabisa kuna miwani yangu 5, kuna wigi, kuna jeans, kuna Coca-Cola ile niliyofanya. Kwa hiyo nakwenda inaniambia mauzo niliyofanya, nimefanya mauzo ya shilingi 168,500 kwa siku ya leo. Kwa kila siku ya Mungu na kuona unaweza kujua umefanya mauzo ya shingapi. Sawa, na ukitaka kujua kwa wiki, basi unajua wiki nzima umefanya mauzo kiasi gani. Kwa mwezi, ukitaka kujua kwa mwaka, mauzo yote niliyofanya mwaka huu, umeona inaonyesha hapo. Ukitaka kujua kwa jumla all time, unaweza kaweka, na pia unaweza uka customize kuanzia lini hadi lini wewe utakapopenda. Kwa hiyo hivi inaonyesha mauzo yote niliyoyafanya. Na manunuzi hivyo kwenye purchase. Kwa mfano kama leo nataka nione today nimefanya purchase kiasi gani. Kuna hii purchase nilifanya kwa Hashim ile ya miwani, na kuna hii purchase ambayo nimefanya kwa supplier. Nikiklik hapa na kuwa naona kila kitu simple kabisa.
Alafu baadaye nini, due report, kwa sababu tuna mtu tunamdai fully paid, huyu ashalipa 5,000, yule mteja inanionyesha kabisa custom payment. Kwa hiyo supply payment, kama kuna supplier anatudai basi inaonyesha hapo. Na pia hapo unaweza sort kama unataka ujue leo, unataka ujue mwezi mzima, nani adai nani hakudai, hivyo. Mbona simple kabisa. Expenses hapa nitaelekeza jinsi ya kuweza kufanya kurekodi expenses. Ni expenses zangu mbalimbali ambazo nimezifanya. Simple kabisa kama hivyo. Unaweza kuwa na expenses labda za siku 7 iliyopita, sema kwa sababu sifanya expenses yoyote hapa, but hizi ni baadhi ya expenses zangu ambazo nilizifanya kipindi naanza kujaribisha system. Na pia kuna vitu kama profit and loss. Kwa mfano nikitaka kujua leo nimeingiza faida kiasi gani, sawa? Kwa nakuja tu hapa na angalia labda from leo tarehe ngapi, leo tarehe 4, sawa, tarehe 4 hadi tarehe 4, naambia leo kwenye yale mauzo ya 160 kitu nimepata faida ya shilingi 51,600, kwa sababu inachukua bei ya kuuzia, inatoa bei ya kununulia ili upate kale ka balance katikati ambako ndo hapa. Kama ni hasara basi zitaonekana hapa. Kwa utajua kwa siku nzima leo imeingiza faida kiasi fulani na nimeuza mzigo wa kiasi fulani. Bwana, kwa staili hiyo bwana, unakuwa na system yako nzuri kabisa. Sales list ndo kama hii hapa, inaonyesha mauzo yote. List ya mauzo. Purchase list na niambia vitu ni hivyo. Purchase ni click na nionyesha ndani vile vile tu, haina shida complication. Purchase list. Profit and loss hapa nimeelekeza jinsi ya kuweza kujua faida ambazo umeziingiza, ambazo hata kwenye report kule zipo. Na kitu kingine ni income. Income ni mapato ambayo umepata. Unaweza kuwa umepata tu mapato labda ya service fulani, kwa labda kama umetoka huduma fulani ukapata mapato kwenye biashara yako, basi unakuja una add income. Unaweka income gas category gani, labda ni income ya consultancy au labda ni income ya upakiaji, umempakia mtu mzigo, basi una click hapa ndio kujumlisha, unaweka hiyo huduma ambayo inaitwa upakiaji. Huduma yote ambayo hauuzi ili ununue, basi ndio unaweka hapa ndio upakiaji. Sasa hii ni huduma unaisave column, unafanyia mtu upakiaji labda income ilikuwa ni ya nani, labda income labda ni ya Hamisi, unaweka Hamisi. Amekulipa kwa njia gani, labda kanilipa kwa cash, akulipa shingapi, labda kanilipa 10,000, unaiweka. Kama kuna reference app number ipo, kama kuna note unaweka, basi una click 10,000. Kwa hiyo maana yake ni mapato ambayo nimeingiza tarehe 4 Juni siku ya leo. Hivyo sema ya kuita income. Na sasa tuweke na matumizi, sawa? Matumizi mbalimbali. Unaweza kuwa na matumizi mbalimbali kwenye biashara yako kama umeme, maji, chakula, internet na vitu kama hivyo, huduma mbalimbali. Kwa hiyo una add expenses hapa. Ukisha add expenses unakuja kwenye category hapa, category. Lazima una category mbalimbali, labda ni internet, umeme, labda unasema labda umelipa labda kodi. Kwa hiyo cha kufanya una click kidole cha kujumlisha, unatengeneza huduma labda inaitwa kodi. Sawa? Kuna expenses ya kodi. Kila mtu analipa kodi, una click hapa, bwana nimelipa kodi. Kodi zote zinajikusanya hapo. Expenses for kodi labda mwenye nyumba labda anaitwa labda nani? Sara. Anaitwa labda Sara. Mwenye nyumba labda nimelipa kwa mobile money, unaweka hiyo kodi labda ni labda shilingi 100,000. Kwa naweka pale 100,000. Naomba niweke labda 10,000 kwa sababu nataka nione kwenye report kule. Kwa kama ni 10,000 nimeweka, naomba niweke 20,000 mfano. Naweka tu mfano alafu na continue. Kwa hiyo maana yake hapo kwa Sara nimelipa kodi ya shilingi 20,000. Kwa unakuwa naweza kufuatilia expenses zangu zote. Nikitaka ndio expenses ya siku ya leo, siku nzima, basi na click tu hapa. Naangalia labda tarehe fulani, hadi tarehe fulani from to. Kwa zile tarehe gani, tarehe ngapi unataka uone nini, unazipata kama hivyo vizuri kabisa. Tukija kwenye dashboard sasa huko, topa napokuwa patamu kwamba tunajua kwamba tuna item 19. Sawa, categories 10, sawa. Income tulioingiza 1,600. Expenses tulizofanya siku ya leo, tumefanya expenses. Hii ni ya wiki nzima. Unaweza ukaklik hapa, ukaona hapa juu kulia. Ukitaka month, ukitaka ya mwaka, ukitaka ya mwezi au ya wiki, hii ni ya wiki nzima, sawa? Stock value na mzigo wa thamani ya shilingi. Hapa ni shilingi ngapi? 9,383,600.
Utakajiona mzigo wa kiasi gani unaangalia hapa. Sawa, kama kuna mteja unamdai unaangalia kwenye customer deal. Matumizi haya hapa na income hizi hapa. Hizi ni income ambazo tumezipata ikijumlishwa na ile faida tuliyoingiza na ile income 10,000 yote imekuja kuongezeka hapa. Sawa, na profit hapa. Hii profit ni ile ya mauzo. Sawa, profit ya mauzo tuliyopata ni hapa. Kwenye mauzo tumepata shilingi 51,600. Sawa, ukajumlisha na kale ka 10,000 ambapo tumekapata, kwa maana yake tuna shilingi 61,600. Sawa, hasara hatujaingia. Kwa hiyo mpaka hapo ushajua umeuza bidhaa gani, umepata faida kiasi gani, umefanya matumizi ya kiasi gani, umefanya manunuzi ya kiasi gani, nani unamdai, nani umemlipa, una stock ya kiasi gani dukani kwako. Kwa kupitia system hii moja unaweza ukapata kila kitu. Kwa karibu sana Smart Biashara Mini POS. Hii ni application yako nzuri sana. Unaweza ukaitumia. Kama una maswali basi unaweza kupiga namba hii hapo 07499050. Sijui kama kuna kitu kingine nimekiacha. Mambo ya VAT hapo unaweza ukaadi VAT yako. Mimi nimeadi ya TRA 18%. Kama hauna unaweza ukaachana nayo. Kwa hiyo ni ka system simple sana. Sidhani kama kuna namna nyingine, na kama umeipenda unataka kulipia basi utakuja hapo kwenye subscription, kuna kwenye settings, utaklikia hapa subscription, utachagua kifurushi chako, update hapa. Ukisha update vifurushi vyetu ni vile tu cha 15,000 unapata ndani ya siku 30 au cha 1,500 ambacho unakaa nacho mwaka mzima. Uzuri ukilipia mwaka mzima manake una discount hapo ka miezi 2 bure. Instead of unalipa 15,000 miezi 12, ukilipa 1,500 manake unakuwa umeokoa kama shilingi 30,000 hapo. Kwa hiyo ni system nzuri, unaweza ukaitumia ukalipa. Jinsi ya kufanya malipo sijaelekeza. Utabweza kifurushi chako labda kama hicho cha 1,500 umekipenda, na si unaweza ukakibonyeza. Mimi kwa sababu nishalipia hapa siwezi kufanya chochote kabisa, sina ujanja. Ila ukishakibonyeza hicho kitakwambia kitakupa lipa namba pale, utaweka lipa namba, attach document, alafu utasubmit, admin atakufungulia. Kwa hiyo ndio hivyo. Karibu sana Smart Biashara Mini POS. Naitwa Joseph ambaye ni huyu hapa, utakuja kuwasiliana naye. Karibu sana.